Kuna filamu haziji tu kutuburudisha, zinakuja kukuumiza akili, zinakuja kukuuliza swali ambalo hujawahi kuthubutu kujiuliza. Na Blood Diamond ni moja ya filamu hizo ambazo zimejawa siri, ishara, mafumbo na maana halisi zilizojificha. Filamu hii haikuja kutuonyesha almasi kwa sababu ya uzuri wake. Ilikuja kutuonyesha damu iliyomwagika ili almasi hiyo iingie kwenye kidole cha mtu mwingine. Karibu Movie Secrets by Us, mahali ambapo tunavunja filamu, tunachambua siri, ishara na mafumbo yaliyofichwa ili kugundua maana halisi ya maisha yetu yanavyoendeshwa kimya kimya katika filamu tunazozitazama kila siku. Jina lenyewe Blood Diamond ni siri kubwa. Almasi kwa macho ya wengi ni ishara ya mapenzi, ndoa, thamani na hadhi, lakini neno blood linafanya jina lote libadilike maana. Hapa tunafundishwa kuwa kuna vitu tunavaa, tunavinunua na tunajivunia bila kujua kuwa thamani yake ililipiwa kwa damu ya mtu mwingine. Blood Diamond maana yake halisi ni utajiri unaojengwa juu ya mateso ya wengine, hasa Afrika. Filamu inatokea Sierra Leone, kipindi cha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Lakini ukweli ni huu, Sierra Leone ni mfano tu. Hii ni hadithi ya Afrika nzima na hata dunia nzima. Danny Archer ambaye ni Leonardo DiCaprio ni mhusika wa kwanza mwenye ishara nzito. Yeye ni mlanguzi wa almasi, sio raia wa Sierra Leone, lakini yupo hapo kunyonya rasilimali. Danny anawakilisha wale wanaosema mimi sifanyi vita, mimi nafanya biashara tu. Lakini filamu inatuuliza swali moja kali. Je, kuna tofauti kati ya mtu anayebeba bunduki na mtu anayenufaika na bunduki hiyo? Danny anajua damu inamwagika, lakini bado anachagua faida. Huyu ni mfano wa mfumo wa dunia unaojua ukweli, lakini unaofumbia macho kwa sababu unalipa. Tunamwona Solomon Vandi ambaye ni Djimon Hounsou. Huyu ni mchimba almasi wa kawaida, baba wa familia. Hana ndoto ya utajiri mkubwa, anataka maisha tu. Lakini vita vinamvamia, vinamnyang'anya mke, vinamnyang'anya mtoto wake, vinamgeuza mtumwa kwenye migodi ya almasi. Solomoni anawakilisha raia wa kawaida wa Afrika, mtu asiye na sauti, lakini ndiye anayebeba mzigo wote. Yeye ndiye anayechimba lakini hanufaiki. Yeye ndiye anayekufa lakini hadithi haisimuliwi kwa niaba yake. Siri kubwa ya Solomoni ni ile almasi kubwa aliyoiokota na kuificha. Almasi hii ni tumaini, lakini pia ni laana. Ni kitu kinachoweza kumwokoa, lakini pia kinaweza kumuua. Hii ni ishara ya rasilimali za Afrika: dhahabu, mafuta, almasi, vitu vinavyopaswa kuleta maendeleo, lakini vinageuka kuwa chanzo cha mateso. Maddie Bowen, mwanahabari ambaye ni Jennifer Connelly. Maddie ni sauti ya dunia. Yeye anawakilisha vyombo vya habari, haki za binadamu na ukweli. Lakini filamu inaonyesha kuwa hata ukweli una mipaka yake. Anapambana kufichua mifumo, lakini anagongana na maslahi ya makampuni makubwa na siasa za kimataifa. Hapa kuna siri. Hata ukweli unapojulikana, si kila kitu hubadilika. Watu wanajua Blood Diamonds zipo, lakini bado wanazinunua. Mtoto wa Solomoni, Diavandi, ni mhusika wa huzuni zaidi. Anachukuliwa na waasi, anafundishwa kuua, anasahau kuwa ni mtoto. Dia anawakilisha kizazi kinachoharibiwa na vita. Filamu inatuonyesha jinsi mfumo unavyoweza kumgeuza mtoto kuwa silaha. Hili ni fumbo kubwa. Vita havimalizi watu waliopo tu, vinaua hata kizazi cha kesho. Kiongozi wa waasi, Captain Poison, anawakilisha nguvu ya vurugu isiyo na maadili. Lakini filamu inafanya kitu cha hatari na cha kweli. Haionyeshi waasi kama pepo tu, bali kama matokeo ya mfumo ulioshindwa. Hii haimaanishi wanahalalishwa, bali inaonyesha mzizi wa tatizo. Kadri filamu inavyoendelea, tunamwona Danny Archer akibadilika. Huyu mtu aliyekuwa anasema hii ni biashara, anaanza kuona nyuso za waliolipa gharama. Hatimaye anatoa uhai wake ili Solomoni apate haki yake. Kifo chake ni ishara nzito. Wakati mwingine mtu lazima alipe gharama ili mfumo ufichuke. Mwisho wa filamu, Solomoni anaenda kuzungumza mbele ya dunia kuhusu almasi za damu. Lakini filamu haitupi mwisho wa kufurahisha kupita kiasi. Inatuacha na swali: je, kweli mfumo ulibadilika au tuliguswa tu kwa muda? Ujumbe halisi wa Blood Diamond
ni kwamba uovu mwingi duniani hauko wazi, umefungwa vizuri, umevalishwa tai na suti, na sisi sote tunaweza kuwa sehemu ya tatizo bila kujua. Filamu hii inatuambia kabla hujapenda kitu, jiulize kimetoka wapi. Kabla hujapigia makofi mafanikio, jiulize nani aliumia. Hii sio filamu ya Sierra Leone pekee, hii ni filamu ya Afrika, hii ni filamu ya dunia, hii ni filamu ya kwetu sisi. Na hapa Movie Secrets by Us hatuangalii filamu kwa macho, tunaziangalia kwa akili na maarifa. Kama breakdown hii imekufungua kitu ndani yako, like, comment, share na subscribe, na utuambie ni filamu ipi nyingine ungependa tuvunje hadi ifichuke. Karibu Movie Secrets by Us, mahali ambapo tunavunja filamu ili uone maisha halisi. Karibu na asante.